السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعدكم شكر الله تبارك وتعالى نكم تكي رحمة Professor Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama ndugu zangu, leo hii nimeona nitume tena clip hii kwenu ili mradi kuweza kupata uwezekano wa kuweza kupata matibabu mtoto Khairati. Mtoto Khairati ni mtoto mwenye umri wa miaka 8, lakini hali yake ni kama hii mnavyoiona. Hapa alipo hatembei, hapa alipo hana lolote ambalo alifanya, lakini tu uzuri wake Allah Karim amemwezesha kwamba viungo vyake vingine vinafanya kazi vizuri, lakini mifupa yake ni laini sana kiasi ambacho inavunjika mara kwa mara. Hapo tunavyomuona kwamba hii mifupa yake imevunjika na imejiunga ovyo. Kwa hiyo natakiwa kwamba aende Moi, aende akapate matibabu, au aende hospitali yoyote ile aende akaweze kupata matibabu ya kunyoshwa hii mikono yake tayari, lakini pia kuna dawa ambazo anatakiwa awe anatumia. Kwa hiyo sisi kama kituo Mu'min Yombo, kazi yetu sisi ni kuchukua taarifa za wale ambao tunaowahudumia na kuleta kwenu ili mradi nanyi muweze kutusaidia katika namna moja ama nyingine. Kiukweli mtoto Khairati anazungumza, sio kwamba anazungumza vizuri kabisa, lakini shida kubwa ambayo iliyopo kwamba hatembei na miguu yake, kwamba haina nguvu, mifupa yake haina nguvu. Kwa wale wataalamu wa kidaktari manake wanajua kwamba akizungumziwa mtoto ambaye mifupa yake ni laini, manake wanajua ni matatizo ya aina gani. Lakini matatizo haya yanatibika, sio kwamba hayatibiki, yanatibika, lakini hatuna njia ya kufanya. Ni zaidi ya kuwaomba nyinyi ndugu zetu wahisani mbalimbali, mashirika mbalimbali, mnayetuunga mkono katika majambo haya ambayo sisi tunaoendelea nayo. Basi tunaomba mtoto Khairati aweze kupata huduma biidhnillah tabaraka wa taala, apate huduma ili mradi naye ajikute na amani. Maisha wanaoishi kwa kweli ni magumu, na huyu ni miongoni mwa wale watoto ambao tunaoishi tunasema jamani, tuna watoto wanaishi katika mazingira magumu. Yani maana yake tunachokisema ndicho tunachokimaanisha. Kwa hiyo tumeona kama tukiwaleta wote kwa pamoja itakuwa tabu. Basi tulimleta Ikram na kumwombea chea amepata alhamdulillah. Lakini sasa hivi tumemleta Khairati naye anahitaji apate na yeye walau huduma ili mradi aweze kutengamaa na kukaa vizuri. Khairati, assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haujambo Sijambo. Mungu atakujalia utapona Inshallah. Haya basi inshallah. Baada ya kusema hayo, nadhani nilikuwa nazungumza na mtoto Khairati. Mmemsikia mwenyewe, yuko vizuri na tunahitaji kwamba awe vizuri zaidi katika dini, shuleni. Lakini mpaka hivi tunavyozungumza shule bado hatujamuandikisha kwa sababu kwamba hatuna uwezo wa kuweza kujua kwamba tunafanyaje katika hili. Kwa wenyewe wahisani mpo, lakini sio kwamba ana akili anazo, lakini shida iliyopo ndio hii ambayo aliyokuwa nayo. Kwa hiyo tunaomba mtushike. Basi baada ya kuzungumza na mtoto Khairati, nirudi kwa mama yake. Na mama Khairati, jitambulishe, kisha baada hapo utoe unayotaka kusema kwa wale wahisani inshallah watakayeweza kutusaidia. Naam, karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Yasmini Hussein Buka. Naishi Mbanayo Yombo kutoka. Nina mtoto wangu kama jinsi ninavyoonekana, anaumwa, ana shida ya mifupa. Wale madaktari wanaelewa hali yake, mifupa milaini mno. Ya mifupa kitaalamu wanaita orthopedic imperfecta dialysis. Kwa daktari anaweza kaniambia nilichomaanisha ni kitu gani. Na nipo kwenye mazingira magumu sana na huyu mtoto. Nashukuru kituo hiki kwa kuzidi kuniunga mkono kwa malazi
Nashukuru Mungu kwa wale ambao wanajitolea kutunga mkono kituo hiki. Na naombeni sana kwa yule ambaye atakayeguswa kwa msaada wote ule, dawa kama naweza kumsaidia bima. Yaani dawa hazina kikomo. Nimeambiwa dawa kila siku natakiwa natumia dawa hizo za calcium za kuimarisha mifupa, dagaa, lishe mbalimbali za kuimarisha mifupa iweze kuwa migumu. Ambaye alipokaa anavunjika. Wakavunjika zaidi ya mara 12 tokea azaliwe. Sehemu zingine alishafanya operation, zingine bado. Kwa Tanzania wenzetu, maana shida haimkuti Muislamu tu au Mkristo tu, shida haimkuti yoyote yule, kabila lolote, dini yoyote. Naombeni sana atakayegusa aweze kuunga mkono mtoto wangu aweze kuwa kama watoto wengine, anatamani asome. Malizie. Anatamani asome kama jinsi mkuu wa kituo jinsi alivyoongea. Anatamani naye afikie ndoto zake.